matatizo makubwa. Leo kuna waislamu moyo wake hauathiriki na Qur'an, yasoma ikisoma la yataatharu abadan biqira'ati alquran wala bisama'i alquran, bal innahu la yuridu an yastami'a ila alquran aslan. Moyo wake ma'a al-asaf ash-shadid unaathirika na music, nyimbo. Wewe washa nyimbo hapo chini ya dakika 5 utamwona yualia, chini na 5 minutes moyo wake ushaathirika kabisa, ushaathirika. Akwambia hii inikumbusha mbali kabisa mimi, lakini Qur'ani yasoma haimkumbushi mbali wala karibu. Ghalith qasi fihi salaba wa fihi ghilb, na hili ni jambo la hatari, na tunao katika waislamu ambao mioyo yao iko sampuli hii. Moyo kuwa ni mgumu, kwamba unufaiki na mawaidha, hili ni jambo la kwanza. Ndio maana mshairi wa Kiarabu asema idha qasa alqalbu lam yanfa maw'idhatun kal ardi in sabakhat lam yanfa almatar. Idha qasa alqalbu, moyo kushakuwa mgumu, lam tanfa maw'idhatun, hakuna mawaidha atakayofaa. Toa mawaidha atakayotoa, hakuna mawaidha atapita. Kal ardhi, ni kama mfano wa ardhi, in sabakhat, ile sehemu ya ardhi ambayo ikishaharibika, imepasuka, imekauka, ikishakuwa hali hiyo, lam yanfa al-matar, mvua inafaa, mvua haifai tena. Inyeshe itakaponyesha, inapita ndani, inazama, kwisha, hakuna kitu inaota, shapasuka haifai tena. Moyo kuwa ni mgumu. Kabla tukikwenda katika alama ya pili na alama ya tatu ya moyo kuwa ni mgumu, leo tutataja baadhi ya alama ambazo wanazuoni wanazitaja. Lakini kabla kukamilisha hizi alamati mbili zingine zilizobakia, tufahamu vile vile kuwa moyo kuwa ni mgumu, mbali na kuwa ni alama ya kutonufaika na aya za Allah subhanahu wa ta'ala, ayat kaunia unazoziona na macho yako katika kauni, katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unufaiki na ayat shar'iyya, ayat katika Qur'an, wewe unufaiki nazo vile vile. Mbali na kuwa ni alama hiyo, moyo kuwa ni mgumu vile vile ni ukuba. Moyo kuwa ni mgumu, wanazuoni wanasema vile vile inaweza kuwa ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja. Moja katika adhabu min uqubati Allah azza wa jalla an yaqsuwa qalbuk, ni moyo wako kuwa ni mgumu. Hii atakamsikiza kwa makini ya ikhwan. Kwa hivyo moyo kuwa ni mgumu ni alama miongoni mwa alama za kwamba mwanadamu hanufaiki na ayat za Allah subhanahu wa ta'ala, ayat zilizoko katika ulimwengu na ayat zilizoko katika nusus, wewe unufaiki nazo. Na moyo kuwa ni mgumu wakati huo ni ukuba, ni punishment Allah subhanahu wa ta'ala anawapa baadhi ya waja. Kwa ushahidi gani? Kwa ushahidi wa aya za Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fabima naqdhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah, kwa sababu ya kuharibu na kugeuza aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na kugeuza na kuharibu na kuvunja ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaekea hawa ahli kitab tuliowataja. Fabima naqdihim mithaqahum, zile ahadi walizochukua wao na Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake, walipozivunja, la'annahum, tuliwapa punishment mbili, bali na zile punishments يوم القيامه na ukuba ambazo watazikuta siku ya kiyama. Hapa duniani tuliwapa adhabu mbili. Adhabu ya kwanza, la'annahum, tuliwalani. Adhabu ya pili, ma huwa waja'alna qulubahum qasiyah, na tukaifanya mioyo yao kuwa ni migumu.
Kwa hivyo moyo kuwa ni mgumu ya ikhwan, vile vile inakuwa ni ukuba min uqubati Allah azza wa jalla. Ndio maana mwanachuoni min kibari alulama tabi'in rahmatullahi ta'ala alayh, Malik ibn Dinar يقول, katika maneno aliyosema Malik ibn Dinar, na maneno haya yako katika Hilyat al-Awliya, anasema rahmatullahi ta'ala alayh, inna lillahi uqubatin fil qulubi wal abdan. Allah subhanahu wa ta'ala ana uqubat, ana punishments ambazo zinamshukia mwanadamu katika mioyo yake na katika mioyo yao na katika miili yao. Sikiza maneno haya kwa makini. Inna lillahi uqubatin fil qulubi wa ايش wal abdan. Allah subhanahu wa ta'ala ana adhabu, ana uquba ambazo anaziteremsha katika mioyo ya watu na katika miili yao. Anapiga mifano au anataja hizo uqubat ni zipi. Anasema dhankun fil maisha wa wahnun fil ibada wa qasawatun fil qalb. Hii ndio uqubat ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaziteremsha katika kiwiliwili cha mwanadamu na moyo wake. Dhankun fil maisha, hiyo ni uquba. Maisha yako kuwa yana dhiki, dhiki juu ya dhiki, dhiki juu ya dhiki, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala fi surati ايش, fi surati Taha, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Hii dhank fil maisha ni moja katika uqubati Allah azza wa jalla, uquba juu ya mwanadamu katika mwili wake na moyo wake hapa duniani. Wa wahnun fil ibada, na mwanadamu kuwa ni dhaifu mkubwa sana na mvivu katika ibadati. Ukiona wewe mwili wako ni dhaifu sana katika ibadati, jua hiyo ni uquba min uqubati Allah azza wa jalla. Wewe jipime. Ukijiona mzito kwenye ibada zile za wajibu za sunna, za wajibu peke yake, waona moyo wako ni mzito mpaka ujibebe, ujilazimisha ndipo uende ukaswali, jua hapo wewe uko katika matatizo makubwa. Hiyo ni uquba min uqubati Allah azza wa jalla. Rudi angalia moyo wako una matatizo gani. Rudi angalia faili yako, una mambo gani ambayo unayafanya. Kuna mambo mengi, labda ya madhambi mengi unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, labda wajua na labda hujui. Jifanyie muhasaba. Wa qaswatun fi qalb, na huu ugumu katika moyo vile vile ni moja katika alama au moja katika uquba za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mwanadamu. Alama ya pili tunaongezea juu ya alama hii kwa ajili ya faida, ili tuchangie katika aya hii ambayo tumeitaja faida yake moja kubwa, ni kwamba moyo unafaidika, ni kwamba moyo alama yake ya kwamba haufaidiki na aya za Allah subhanahu wa ta'ala wala hunufaiki, ni moja katika alama za kuwa moyo umekuwa ni qasi. Alama ya pili wanazuoni wanataja kwa haraka ili tu wahi wakati. Wanazuoni wanasema adamu au qillatu dam'i al-ain, ni kuwa jicho halitoi machozi. Hii ni alama nyingine ya kwamba moyo ni mgumu. Hii ni alama miongoni mwa zile alama za kwamba moyo ni mgumu. Ukiona kwamba jicho lako wewe halimwagi machozi, taban kumwaga machozi ni min khashyati Allah azza wa jalla, albuka lillahi azza wa jalla, kule kulia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa mambo mengine. Wacha mambo ya misiba, mambo ya kawaida ya kibinadamu. Wewe kama mwenyewe kujifanyia hesabu, jiulize swali hili ukirudi nyumbani usiku. Sema na ujiulize, mimi fulan bin fulan, mara ya mwisho nililia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa lini? Ndipo hiyo itakupa gauge, mizani
ya kujua moyo wako ni laini kiasi gani na ni mgumu kiasi gani. Dam'atul ayn muhimu sana ya ikhwan. Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam' mimma arafu min al-haqq. Watu wanalia, wanamwaga machozi wanaposikia aya zinazoteremshiwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na kuhakikisha kwamba haya ni mambo ya kweli na mambo ya haki. Unakumbuka janna, unakumbuka jahannam, unakumbuka kuna mauti, unakumbuka hisabu, unakumbuka ile siku utakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin. Unakumbuka pale utakapotoka katika kaburi ukiwa arian, tuputupu, huna nguo, unakimbia ujue wenda wapi. Hizi mawaqif ukizisoma ndani ya Qur'an na ukizikumbuka, hazikufanyi wewe ukatoa machozi? Usijua kuna mambo katika moyo. Rudi katika moyo wako ujiulize, mbona moyo wangu huo halimwagi chozi, halinifanyi mimi nikatoa hata tozi moja? Jamaa naisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, chozi moja halitoki. ايش المشكله؟ في خلل في قلبك. ابن القيم رحمه الله تعالى عليه يقول في بدائع الفوائد، يقول رحمه الله: اذا قحطت العين، تقال نينو قحط، اذا قحطت العين فلم تدمع لاجل الله عز وجل فاعلم ان قحطها من قسوه القلب. jicho litakapokauka, jicho litakapokauka, qaht ni kukauka, wakati ardhi ambayo haikuteremka mvua kwa muda wa miezi 6, miezi 8 au mwaka mzima, ile ardhi inakauka kabisa, inaitwa ardhul qaht. Qaht, hakuna kitu, imekauka kabisa. Jicho lako likikauka ukawa halitoi chozi, inaitwa ainun التي قحطت. ndio Ibn Qayyim anasema idha qahatat al-ayn, jicho litakapokauka, falam tadma, lisitoe hata tozi moja, tone moja la tozi alitoke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam, basi jua anna qahta al-ayn, ya kwamba huko kukauka kwa jicho lako, min qaswati al-qalb, ni kwamba moyo ni mgumu. Huu ndio ukweli wa mambo, moyo ni mgumu. Wa inna ab'ada alqulubi min Allah ta'ala alqalbu alqasir, na hakika moyo ulio mbali zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni moyo ulio mgumu. Kwa hivyo ikhwan, tujifanyie muhasaba saa zote, soma aya za Qur'an. Sasa ukishamaliza wewe juzu moja, juzu mbili, juzu tatu, juzu 4, ukiona zile aya hazikuathiri wala hazikupelekei mpaka ukaingia na khashya wala hata tozi halitoki, fanya hisabu, rudi tena kule mwanzo ulikotoka, anza tena kuisoma Qur'an. Ikuathiri Qur'ani hii kama ilivyomwathiri Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Siku alipomwambia Umm Maktum aisome Qur'an, akaisoma, akafika katika kauli la azza wa jalla, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Mtume alayhi salatu wasalam aambiwa, huyo sahabi anayesoma aambiwa na salawatullahi wa salamu alayhi, hasbuka al'an, hasbuka al'an. Anasema faraitu, nikamwangalia Mtume alayhi salatu wasalam, fa idha aynahu tadrifan, nikiangalia, nikiona, nikitizama macho yake Mtume alayhi salatu wasalam yamejaa machozi, yanatiririka machozi. Ashabatu kiram, alikuwa mmoja wao akipita au akisoma Qur'ani aya moja, aya mbili, akisimama katika swala, kuna aya ambazo hawezi kuzimaliza, kuna sura ambayo hawezi kuimaliza, namna inavyomwathiri ile Qur'an, kwa sababu ya khashya alqalb, kwa sababu ya ulaini wa moyo wake. Saa zote ikhwan, tuitumie hii mizani na tujiulize, tufanye hisabu ya mioyo yetu, tuangalie iko wapi na alama hii. Mwisho, alama ya tatu ya
qaswatul qalb huwa adamu qabul alhaq, ni kutokubali haki. Moyo wote ambao haukubali haki ni alama ya kwamba moyo huo ni mgumu. Wewe ukikaa na mtu ambaye yuko katika batil, yuko katika upotofu, mushrik billahi azza wa jalla, ukikaa ukianza kumbainishia kwa dalili, ya akhi alkarim, ya akhi fillah, alibadatu inda alquburi shirkun billah, ibada unayofanya katika makaburi ni ushirikina. Dalili ya maneno haya ni qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala wa qauluhu sallallahu alayhi wasallam. Aya zote hizi wamsomea bado ameshikilia pale pale, akwambia hapana, mimi naona maneno haya ninayosema mimi ni sawa, achana naye. Huyo ni mtu ambaye moyo wake qasat qulubuhum min ba'di dhalik, fahiya ايش kalhijara au ashad qaswa. Wewe kama una kazi nyingine ya kufanya, nenda kaifanye, katafute waislamu, kawape mawaidha. Huyo ashapigwa muhuri moyo wake, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. alama hiyo anna alqalb qasi, hata ukatoa dalili gani. Ndio maana anasema wanachuoni kadhalika Malik ibn Dinar يقول رحمه الله تعالى عليه, na maneno haya yamenukuliwa na yamesemwa na wanazuoni wengine wengi. كذلك المناوي يقول رحمه الله تعالى, المناوي في فيض القدير, كتاب chake مشهور الامام المناوي فيض القدير, يقول ان القلب القاسي لا يقبل الحق وان كثرت دلائله. Moyo ulio mgumu hauwezi kukubali haki kabisa, hata ukaleta dalili nyingi aina gani, moyo ulio mgumu haukubali. Kwa hivyo pale unapoona moyo wewe unasukumiza dalili, wasukuma dalili ya pili, wasukuma dalili ya tatu, ya dunda, zote zimedunda, dalili ya nne ya dunda, dalili ya tano zote zimerudi. Dalili wazi, dalili sahihi, jua kwamba moyo huo ايش قلب قاسي. الامام المناوي وغيره من العلماء علماء السلف انا سيما رحمه الله تعالى, ان القلب القاسي لا يقبل الحق وان كثر ايش وان كثر دلائله. hata dalili ya haki ikawa nyingi namna gani, moyo ambao ni qasi hauwezi kukubali. جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. tumombe Allah subhanahu wa ta'ala alainishe mioyo yetu na ijalie mioyo yetu khashya fiha khashya lillahi azza wa jalla. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.